kuna yale mambo ambayo haupaswi kufanya kwa upande mwingine kwa namna yoyote kama mfanya biashara, hasa pale ambapo unataka kukuza biashara yako. Ni yapi hayo? Kwanza kabisa, jambo la kwanza kama mfanya biashara ambalo haupaswi kufanya, kwanza kabisa maamuzi ya kutumia hisia. Kama pale nilivyosema, usifanye maamuzi makubwa sana kwa kutumia hisia. Unaweza kukuta mtu anataka kuchukua mzigo wa Januari kwa sababu tu pengine aliambiwa mahali kutakuwa na faida, au pengine aliona kuna mahali mtu fulani alifanya alafu akapata faida, kwa hiyo naye anajiingiza kwenye hiyo biashara bila kuangalia vizuri. Kama mfanya biashara usionyeshe kupuuza wafanyakazi na wateja wako, hasa huu mwisho wa mwaka. Na hapa ndio maana kuna zile baadhi ya ofisi kunakuwa na sherehe za kufunga mwaka. Baadhi ya ofisi wanakuwa na sherehe za kufunga mwaka. Wengine wanatoa ofa kwa wateja, wengine wanatoa ofa za bidhaa. Yote hayo kwa sababu ya nini? Kukusaidia kuonyesha kwamba wewe ni wa muhimu katika ofisi na mchango wako ni muhimu. Na hapa usipuuze wafanyakazi wako. Maana tumerudi kwenye kile kipengele cha kwanza, ni vizuri kufanya tathmini. Kama mfanyabiashara au mmiliki wa ofisi yoyote, ni vizuri kwanza kwenye tathmini ya mwisho wa mwaka ukajua uko na wafanyakazi wa namna gani. Unajua hata maofisini kuna aina tofauti tofauti za wafanyakazi. Kuna wafanyakazi aina 4 tofauti. Labda niwataje tu kwa haraka. Kuna wale ambao wako vizuri kitaaluma au kiuwezo, yani wanadeliver vizuri, wanafanya kwa ubora na wako vizuri, wanajua malengo ya kampuni. Kwa hiyo huyo ukimweka ofisini, yani lazima upate matokeo bora safi kabisa. Na hao ndo wale ukitaka kuondoka bosi anakuita, vipi Janet, shida ni nini? Hebu njoo tuzungumze. Inapini ule mfanyakazi ambao ni ule mfanyakazi ambaye uwezo wake ni mkubwa, anadeliver vizuri, lakini kwenye upande wa malengo ya kampuni na maadili kiujumla yuko chini. Huyo ni wale wafanyakazi ambao bosi anakuangalia anasema hivi, kama ni mrecommend, kama ni simrecommend anaweza kaniangusha, yani kuna mahali anakuwa anakuamini. Kwa hiyo ukiona wakati mwingine baadhi ya wafanyakazi wanasema jamani, mimi bosi anipendi, anipe fursa, pengine huko hilo eneo uwezo wako ni mkubwa, alafu kwenye maadili na tabia yani haijakaa vizuri. Mfanyakazi wa tatu ni yule mfanyakazi ambaye kwenye maadili yuko vizuri, anajua malengo ya kampuni au biashara au taasisi, lakini uwezo wake ni mdogo. Huyu wa 4 bwana, kwenye kudeliver, kutoa matokeo hayuko vizuri, na kwenye upande wa tabia hayuko vizuri. Kote. Yani ni wale wa troublemaker wa ofisi, kwamba siku hata yani kwanza ikitokea kupunguza watu, jina lake linakuwa la kwanza, huyu aondoke huyu. Au wakati mwingine bosi anasema huyu namuonea tu huruma, yani nikipata sababu naweza nikamuondoa. Jambo la tatu, kuepuka kama mfanyabiashara mwisho wa mwaka, usitoe huduma chini ya kiwango kwa sababu ya pilika za sikukuu. Na hapo sasa unakuta labda mwingine wateja wanakuzidia. Ni vizuri ukafanya maandalizi. Tunasema maandalizi ni kitu cha muhimu sana. Kama una wateja, kama una wafanyakazi wawili na unajua duka lako na huduma unazotoa ni muhimu na wateja wanaongezeka kila siku, ongeza idadi ya watendakazi ili mambo yaweze kwenda vizuri, kwa sababu huduma chini ya kiwango inaweza ikapoteza kabisa wateja, ukajikuta hata wale ambao walikuwa wanakuja wakapotea kabisa. Kwa hiyo jitahidi ku-maintain, hakikisha huduma zako zinaendelea kuwa bora hata wateja wakiongezeka, hasa mwisho wa mwaka. Na jambo la 4 la kuepuka mwisho wa mwaka, usiache kukusanya nguvu kwa ajili ya mwakani. Unakusanya nguvu. Na hapa kwenye kukusanya nguvu, jamani watazamaji, mimi ni waombe jamani, tupate muda wa kupumzika. Sasa wanapumzika wakati gani? Jipumzishe hata chukua hata siku moja siku mbili. Unajua tangu mwaka uanze, yani kuna mtu tangu Januari yani tu ni mchaka tu, ametoka nyumbani, ofisini, fanya maamuzi, unakimbizana na wateja, mbona yule hajahudumiwa, wafanyakazi mbona mmekaa hapa mambo hayajaenda, yani muda wote anakimbia, yuko mchaka. Kwa hiyo wewe pia ni mwanadamu, unahitaji mawazo mapya, unahitaji kupumzisha, na hizo vyote ambavyo ulikuwa unafanya kuna wengine ndio wafanya maamuzi wa mwisho, akili yako inatumika kwa kiasi kikubwa. Pata muda ujipumzishe. Unahitaji kupumzika, hela itakosekana. Ndio hapo tunasema sasa
Je, kwamba unajua kuna watu wanafanya kazi siku zote. Jamani, hata gari naendaga garage.